uhusiano wa karibu na Mungu tunamaanisha kwamba ni ile safari ya kiroho ambayo inahitaji nia, bidii, unyenyekevu na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tukisema kujenga uhusiano wa karibu na Mungu, hii ni safari ya kiroho. Hii safari sio ya siku moja kwamba ukisema Mungu leo nataka nijenge ukaribu na wewe. Hapana, hii ni safari endelevu kwa mtu yule anayehitaji kujenga ukaribu zaidi na Mungu. Siku zote kila mtu aliyeokoka huwa anahitaji zaidi kuwa karibu na Mungu. Mtu yoyote aliyeokoka au anayemtumikia Mungu huwa anahitaji zaidi kuwa karibu na Mungu. Tunaposema kuwa karibu na Mungu, maana unakubali kuwa rafiki yako, Mungu awe rafiki yako. Kila jambo unalofanya utakuwa unamshirikisha kwa sababu anakuwa yupo karibu na wewe. Bwana asifiwe. Ambapo tunasema hii safari inahitaji nia. Lazima mtu uwe na nia kwanza. Lazima uwe na nia kwanza. Kwamba upo hapo unasema kwamba mimi Mungu nia yangu ni kuwa karibu na wewe. Umeshaweka nia tayari ya kuwa karibu na Mungu. Kinachofuatia hapo ni bidii ya kujenga ule uhusiano wa karibu. Tunaposema uhusiano wa karibu na Mungu sio swala la siku moja, bali ni swala endelevu, yani la kila siku. Kila siku lazima uwe karibu na Mungu. Uhusiano, kwa maana tunakuja tunaomba kwa sababu ili ukaribu wetu na Mungu sisi usitoke, usije ukafutike. Tunaomba kwamba mahusiano ili yawe na msingi bora, kila siku yanatakiwa yaboreshwe. Huwezi ukawa na mahusiano mazuri kwamba ulipojenga leo ukaacha. Lazima kila siku unakuwa unaboresha, yani kiufupi unakuwa unayamwagilia ili yazidi kustawi yale mahusiano na Mungu. Kwa hiyo tunasema inahitaji nia, bidii na unyenyekevu na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tukisema kwamba unyenyekevu ni ile hali ya mtu kunyenyekea, ni ile hali ya mtu kujishusha. Unapokuwa unajishusha ndio pale Mungu anazidi kukutumia zaidi na zaidi. Hata Biblia inasema kwamba kiburi cha mtu ndicho kitamshusha, lakini yule mwenye unyenyekevu ndio atakayekuwa. Maana ili Mungu uone karibu zaidi lazima uwe mnyenyekevu. Ukishakuwa mnyenyekevu na Mungu atakutumia zaidi na zaidi, na mahusiano yenu yanazidi kuwa imara zaidi. Mungu hataki watu wa kujiinua. Mungu anataka mtu hata kama kafanya jambo zuri, kasifiwa na watu, yani kapongezwa kiasi cha kutosha, lakini Mungu huwa anataka ujishushe. Kwa hiyo pale ukishajiinua, maana unaharibu mahusiano yako na Mungu. Uhusiano ule wa karibu sasa unakuwa unafutika. Ndipo tunasema dhambi zenu zimewaficha mbali na uso wa Mungu. Kwa hiyo ukishafichwa mbali na uso wa Mungu, unatakiwa tena uje utoe gharama tena ili Mungu ageuze sura yake uwe karibu yake. Kwa hiyo nasema inahitaji unyenyekevu na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tukisema kwamba mwongozo wa Roho Mtakatifu ni ile mtu ambaye anakubali kufuata maelekezo yote ya Roho Mtakatifu. Yaani huyu mtu anakuwa hajiongozi yeye. Huyu mtu huwa anasubiri mwongozo wa Roho Mtakatifu. Yaani ameshakubali kwamba akili zake zisifanye kazi, mawazo yake ya kibinadamu yasifanye kazi, lakini wazo la Mungu lile la Roho Mtakatifu ambalo ndio linamuongoza ndio analihitaji lifanye kazi ndani yake. Ogopa sana mtu ambaye anasema mimi nafanya kazi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Huyo mtu na mtu ambaye anafanya kazi kwa mawazo yake, hao watu wanapishana mbali sana. Hata viwango vyao vya kiroho vinakuwa mbali zaidi, kwa sababu Roho Mtakatifu kwa upande mwingine anasimama kama mwalimu. Akishasimama kama mwalimu Roho Mtakatifu, maana atakuwa anakueleza kwa undani zaidi. Mwanangu, sasa hivi unatakiwa ufanye kitu fulani. Mwanangu, sasa hivi unatakiwa uwe sehemu fulani, kwa sababu unakuwa unafuata
mawazo ya Roho Mtakatifu, unafuata kile kitu ambacho Roho Mtakatifu anakwambia. Bwana asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu akiwa anakuongoza, hata huduma utafanya kwa viwango vya juu sana. Yaani utafanya huduma kwa viwango vya juu sana, kwa sababu kila unachosema unaongozwa na Roho Mtakatifu. Kila kitu unachofanya unaongozwa na Roho Mtakatifu. Hata watu watakuchukulia ni mtu wa kipekee sana. Bwana asifiwe. Utakuwa ni mtu wa kipekee sana. Inasema kwamba kujenga uhusiano wa karibu na Mungu, hili jambo ni jambo endelevu, sio jambo la siku moja tu basi. Hapana. Usije ukasema kwamba mimi nipo karibu na Mungu afu ukabweteka ukakaa. Mungu anahitaji hata kama upo karibu naye, anahitaji kila siku umsogelee. Kadiri unavyomsogelea Mungu, na yeye ndivyo kadiri anapokusogelea. Lakini kitu ambacho kinatufanya sisi ili tuwe ndani na Mungu, hata kama alikuwa karibu yetu, kitu cha kwanza ambacho kinatufanya ili tuwe mbali na Mungu ni dhambi. Unaweza ukawa vizuri, ukafanya vizuri, ukawa karibu na Mungu akakutumia kwa kiwango cha juu, lakini siku moja tu ukifanya dhambi, ndio hapa Mungu ule ukaribu Mungu anaufuta, anaondoka mazima. Tunasema kama Mungu alivyo mtakatifu na sisi tuwe watakatifu. Kwa hiyo Mungu kifupi anapenda kukaa sehemu ile ambayo iko sawa, sehemu ambayo takatifu. Mtakatifu anakaa sehemu patakatifu. Vipi vinavyotufanya kujenga uhusiano wa kina na Mungu? Vifuatavyo ni vitu ambavyo vinatujenga au vinatufanya kujenga uhusiano wa karibu na Mungu. Cha kwanza nasema tupo